Kakulupukia kijana aliyekuja kanisani kwenye taswira ya upole sana. Binti akaenda spidi, akaingia naye kwenye ndoa. Siku ya kwanza wanaenda kufanya tendo la ndoa. Baada ya kufunga ndoa, mwamba sikataka mipinduko ambayo imemfanya binti mpaka aone mbona kama utakatifu hapa hakuna. Mwamba akataka kumpiga kama kahaba. Miksa mwamba anataka kula ndogo, yani binti akaona toba, Mungu wangu Yesu, hii mambo ni mengi, muda ni mchache, hebu tukutane kati hapo kwanza. Ndo dude linaanza kabisa, twende mwanzo uone mlokole huyu kimemponza nini tena. Ina maana Bwana akumpa maono kama huyu mwanaume hajanyooka, ni anakona. Mzigo unaanza kanisani. Jumapili moja hivi kuna mwamba mmoja akatokea hapa kanisani. Yeye ni mpya kabisa, huwa asali hapa kanisani, ila mwamba muonekano wake amekuja kwenye namna ya upole sana. Kulikuwa kuna mademu kama wawili hapa kanisani. Mmoja akamshobokea wa kwanza, akamshika mkono, ho kaka, jamani, karibu kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Hawamjui wote, lakini walikuwa mabinti wawili. Mwamba kuna namna kama macho yake yalienda kwa binti mwingine ambaye sio yule aliyemshobokea. Sasa huyu aliyemshobokea alikuwa na tabia za kimalaya. Kanisani hao wapo wengi tu kibao, kwa wale tunaosali tunaelewa. Wimba kwaya wengi utulivu hawana, tamaa kweli, yani kidogo tu unapelekea moto wote. Basi binti aliyekuwa amemwona yule mwanaume amemtolea macho, akawa ameshaweka akili yake, huyu mwanaume kiukweli nimemwelewa, asijue ni mume wa mtu, sio mume wa mtu, ni mkaka tu kaja kanisani. Binti anaanza kumtolea macho, unamwongelesha kila saa mkaka wa watu akaonekana kama hana mizuka naye, ana mizuka na mwingine. Akamfuata yule ambaye ana mizuka naye na wakaanza kuzungumza. Sasa yule ambaye yeye ndo alikuwa na mizuka na mwamba akaanza kama kujisikia vibaya, yani kama anaona huyu ananichukulia tonge mdomoni, yani anaanza kumpiga mwenzie majungu, anaona kama yani mwanaume nilikuwa nimemwahi mimi, tayari yeye ndo anaanza kuongea naye. Makanisani huko wanaume wa kuoa wamekuwa ni wachache, kwa hiyo ukienda ukaonekana una interest za kuoa hivi, mabinti wanaweza wakauana, kwa sababu huko makanisani wanawake waliotulia hakuna. Kwa wao wakiona mwanaume lazima waanze kuhangaika. Akapata nafasi ya kuendelea kuzungumza na mwamba. Walizungumza sana, wakabadilishana mpaka namba za simu. Walokole hawa nyumbani wanapigiana simu, wanazungumza, wakaenda mbali kwenye mazungumzo yao. Walokole hawa mpaka wakaanza kutongozana. Wametongozana tongozana wewe. Mlokole kaingia kwenye 18 na mwamba akaanza kumtoa mlokole out. Wakienda out siku ya kwanza, mlokole anakaa mbali, huyu anakaa mbali. Binti mlokole tena hataki kabisa kuvunja amri ya ngapi, aje amtende Mungu dhambi. Jamaa likamtongoza, bidada akagoma kuachia unyumba, akasema yeye ataachia unyumba pale ambapo itafungwa ndoa. Ndivyo Biblia inavyomwambia na hivyo ndivyo atakavyofanya, maana atakuwa hajamkosea Mungu. Bidada kwa kuwa ameshampenda mshikaji, hakutaka hata kumchunguza sana, sijui ilikuwa vipi. Mambo yakaenda akawa mengi katikati hapa, wakaanza kuwasiliana na mwamba akafululiza kweli kwenda pale kanisani. Mwamba anavyovaa na namna alivyokuwa na utulivu, ukimwona unamuona kweli huyu mwamba ni muoaji, huyu kweli anaonekana kama ni mtumishi wa Mungu. Sasa siku moja mwamba akamwita demu aje geto. Demu akaja mpaka geto. Mlokole huyu amefika, akaogopa kwenda kitandani, akakaa tu kwenye kiti. Mchizi akaleta ugaigai pale pale kwenye kiti, kama vipi amlambe hata juisi moja hivi. Mlokole akaona hapa ukianza kupigwa mate kitakachofuata utapakwa mate. Akaona kabla hatujafika huko ngoja nichomoe. Akamwambia, sikia, mimi mpaka tufunge ndoa kufanya hivi naogopa kweli nitamkosea Mungu. Yeye binti amelukaluka akaukwepa, leo ukamkosa. Binti akaondoka. Huyo mwanaume mwenyewe akikaa nyumbani ana mitungi anakunywa pombe, huyo hakuna mlokole hapa. Ni kwa namna fulani hivi anataka muingize binti kwenye 18. Binti simu zinaendelea kuwa nyingi, amepata mchumba, anapiga magoti, anamuomba Mungu, anamshukuru Mungu, hakika fungu langu umeniletea. Kuna watu walikaa mbele lakini akuwaona wao, akaniona mimi. Binti anatolewa viwanja, anaenda anakula pesa za watu tu. Mwamba akaona leo sio kesi, amvishe binti pete ya uchumba tu, kwa sababu binti amekazia unyumba, hataki kuuachia mpaka swala la ndoa lipite. Binti alivyopigwa pete ya uchumba akaona kabisa hapa sasa ndoa tunayo. Kama uchumba umeshaanza, ndoa tunayo.
Mambo ni mengi kweli, fulu kuwatambia watu. Yakafika mpaka kanisani, idara ya vijana wote wakawa wanajadili. Binti siku sio nyingi, uchumba ushatangazwa kanisani, huenda ndoa ikapita. Yule ambaye alimuona yule mwanaume siku ya kwanza akamshobokea wa kwanza, yeye swala la ndoa kulipokea vizuri kabisa. Nilikaa kama linamuuma kweli. Yaani unaona kabisa huyu mwanaume angekuwa wa kwangu, mimi ndo ningekuwa naolewa, eti anaolewa yule. Vijana wenzia akamwambia, jifunze kufurahia hata mafanikio ya wengine ili Mungu ayalete mafanikio yako. Sio mafanikio ya mwenzio unataka uyalalie mlango wazi. Binti ana maindi kinoma. Haikuchukua muda, ndoa ikapita, binti akaolewa. Baada ya kufunga ndoa, akaenda kuishi nyumbani kwa mwanaume wake yule ambaye hakuwa anamfahamu vizuri. Sasa ukumbuke kipindi chote binti alikuwa amekomalia mchongo, unyumba ulikuwa utoki, kwa mwamba hakuwahi kuipiga hii, wala binti hakuwahi kujua mwamba anazagamua vipi. Sasa siku ya ndoa ilivyopita, sasa si ndo wako honeymoon. Mwamba wakiwa wako honeymoon, mchizi leo ndo siku ambayo yupo kwa bedi na mkewe. Mlokole huyu akampa vitu mwamba hakuvielewa. Yaani limefanyika show pale, lakini show haijaeleweka. Show imekuwa kama sio yenyewe kabisa, ni mwamba hajapenda kabisa, hajafurahia. Mlokole anajiuliza, Mungu wangu nimekosea wapi? Mbona nimempa vile ambavyo Biblia inasema kifo cha mende bingili chali, yani sio haina dhambi. Mwamba hajapenda kabisa, yani mlokole alivyompa amempa kikristo kristo. Mwamba hataki penzi la kikristo kabisa, yani penzi fulani tuombe kwanza ndo tupeane. Mwamba hajapenda kabisa. Akamwambia mwanamke, mimi ulivyonipa hujanipa vizuri bwana, umenipa kishamba shamba. Binti akasema, unajua mimi sijawahi, afu mimi ni binti ambaye nilikuwa nimetulia, nimeokoka, labda mume wangu kuna namna mimi sijui, we labda unielekeze. Tunaambiana tu matatizo, hatupasi kabisa kununiana. Una nani tu, tunaambiana na nakupa tu vizuri mume wangu unavyotaka. Mwanaume akasema, uko tayari kunipa ambavyo mimi nina uwezo wa kufurahia? Mwanamke akasema, ndiyo, kwa ajili yako mume wangu mimi nitajitahidi, siwezi kukuangusha. Wakavutana mpaka kitandani. Mwanaume akamtupa kitandani kwanza, akambinua kwanza chuma mboga. Binti akakaa, alafu akamwambia gemea hivi. Binti akabinuka, akaona baba ndo unataka hivi? Akamwambia tulia kwanza. Sasa huyu mwanaume kumbe humu ndani ana zana zake za maangamizi. Mwamba akatoa vidude vingi akaviweka pembeni. Hivi vidude mara nyingi ukiangaliaga makahaba wanaojiuza ndo wanatumiaga hizi zana kwenye mapenzi kwa ajili ya kuwachanganya waume za watu ili wasahau ndoa zao. Mwamba amevinunua navyo ndani. Binti alivyokuwa amebinuliwa hivi kiko kwa juu, Mwamba akakishika kwanza, akakipiga mkanda chwa. Binti akashtuka, mbona kama sasa unaanza kunichapa? Mwamba akamwambia, ubazazi tu, mambo ya ubazazi mimi ndo napenda, yani nikikufanyia ubazazi kama hivi ndo na enjoy mchezo. Binti akamwambia, una enjoy mchezo vipi tena? Mbona kama sikuelewi mume wangu katika Kristo, mbona kama unaanza kunichanganya, imekuwaje kwani? Ikampa mawazo kweli mlokole huyu. Akaona mbona huyu mwanaume kama ni wa ajabu, Mungu wangu, anaanza kunipiga mikanda ya makalio ndo afu mwanaume anashika makalio hivi kiasi hiki, mbona kama huyu sio muhuni, asije akanipaka hata mafuta huyu. Binti mlokole bwana akaanza kuwa na mawazo. Akawa na mawazo kweli mpaka akawa anaogopa kabisa kufanya tendo na mumewe. Lakini akiwa na mawazo, mwanaume naye ananuna. Binti mlokole anaenda tena anajishusha, anajiona kama yeye ndo ana makosa, labda ndivyo wanavyofanya, lakini mimi ndo nimeshindwa. Anamuomba mume wake msamaha, naomba unisamehe, usininunie, nitajitahidi nikupe vile ambavyo wewe unataka, sitakukwaza kabisa, sitakuumiza, tuende kwa bedi. Wakienda tena kwa bedi, binti akigolana na kunjwa vizuri, Mwamba anachukua tena kidude anaanza kuchapa binti, anajikaza. Leo binti mlokole imebidi ajikaze kwa machozi, kwa maumivu, kwa kilio, ampe Mwamba anavyotaka. Mwamba akala anavyotaka. Mwamba mda huu anafurahia, amepata anavyotaka. Binti mlokole akaona, hata usinitanie, hii sitaweza. Si akaondoka mpaka kanisani, akamwangalia mmoja anayemuweza, mmoja wa kina mama hapa kanisani, akaanza kumwambia changamoto anazopitia kwenye ndoa zake. Kwenye ndoa yake mume wake akitaka mchezo, mara nibinurie huku nibinurie huku, nipige mkanda, mara nipake mafuta, nifanye nini, mimi kiukweli naona nashindwa. Ndo hivyo ilivyo kwa sisi walokole, ndo tunafanya hivi. Mama kwanza akashangaa, mbona hivyo tena? Mume wako mpya wa ajabu, Mkristo gani anafanya hivyo?
Binti ikabidi arudi aanze kupiga goti amwambie Mungu. Sasa amekosea. Mwanzo alitakiwa amwambie Mungu, ameenda kumwambia mwanadamu, ndo anarudi kuja kumwambia Mungu. Sasa unadhani ukimwambia mwanadamu inasaidia nini? Mwanaume leo akiwa yuko viwanja, maana mwanamke ampi amani, mwanamke ampi anavyotaka, analia muda wote, ni maombi tu. Si akakutana na hii kahaba. Alivyokutana na hii kahaba akaisogelea, alivyoisogelea akaitongoza kahaba, imekaa mkao wa kula. Mwamba akaichukua kahaba akaipeleka mpaka geto, sijui ni guest hapa, sijui ni kahaba imempeleka geto kwake. Bwana we, hii kahaba iende vyovyote unavyoipeleka, yenyewe inataka ipeleke kwa mpalange, inataka ibinue hivi, inataka ichape na mkanda, inakwambia ndo napenda, ongeza mingine mitatu. Mwanaume si amepata anachokitaka? Ni amekula mzigo mpaka amesahau kama ana familia. Mwanamke leo anakuja kanisani, anakutana na yule mwanamke ambaye yeye ndo alokuaga anamshobokea mwanaume wake, ndo alomwonaga yule mwanaume wa kwanza kabisa. Alivyokutana naye hapa akamwambia, oh jamani, pole sana jamani, pole sana, unahisi habari zako hazijulikani? Binti anajiuliza habari gani? Habari za mumeo, vitu anavyokufanyia huko. Oh jamani, hii ndoa mimi siitaki. Huyu mwanaume nilikuwa namtaka, lakini baada ya kusikia akupake mafuta dada, mara akubinue huku, mara akuchape mikanda, akubinyebonye wapi, mimi hii ndoa nilikuwa naitaka, hata yani namshukuru Mungu haliniepusha. Umeenda kuingia wewe, kanisa zima linajua namna unavyofanywa na mumeo. Binti akaona toba, mbona walokole mnakuwa hivi? Mnashindwa kuhubiri Injili, mnahubiri maisha ya watu. Ina maana kuhubiri maisha ya Yesu imekuwa haitoshi sasa. Binti akaona usintanie, hata ajaingia kanisani, akarudi nyumbani. Hivi ndivyo namna ambavyo Wakristo wamekuwa wanavunja moyo wenzao. Wakristo ni wambea, ni waongo. Kama naongopa niambie, kanisani kwenu uongo ni mwingi kuliko hata kumtukuza Mungu. Yaani watu wameweka mambo ya watu mioyoni kuliko hata kuweka neno la Mungu. Futa maneno ya watu kwenye moyo wako, weka neno la Mungu, na hivi ndivyo mtakavyochomwa moto. Mnajiuliza makanisani mlikuwa wengi, peponi mtakuwa kidogo, kwa sababu hamjayaweka ya Mungu moyoni, mmeweka maneno ya watu moyoni. Wambea kweli yani. Binti mpaka kanisani amegoma kwenda kabisa, anaona sasa hivi na mimi tu niwe mpagani. Alivyorudi nyumbani, anakuja anamwambia mumewe, kiukweli nilikosea, nikaenda kusema nikiamini wale wamama wa kanisani wanaweza wakanishauri, kwa sababu wao ni wazoefu kwenye ndoa, changamoto ambazo nilikuwa nazipitia na wewe kwenye namna tunavyofanya mapenzi yetu. Cha ajabu leo naenda kanisani, kanisa zima linajua, Wakristo wameshanitangaza, wamenikalia vikao, mpaka naona sasa pale sio sehemu tena pa kwenda. Bora nimtafute Mungu wangu tu nikiwa huko nyumbani kuliko kwenda kumtafuta Mungu kwenye changanyikeni yenye unafiki mkubwa kweli kule. Mwamba ghafla wakati anazungumza na mkewe, mwanamke kumchunguza, Mwamba amepigwa mabusu kweli, alama zinaonekana lipsi za wanawake. Bwana we, mambo alikuwa ni mengi. Mwanamke anajua kumbe nimeshindwa kumpa mume wangu anavyotakiwa kupewa, ameenda kutafuta mwanamke mwingine. Toka, akamfukuza mumewe. Mwanaume alivyofukuzwa naye kama zoba, akarudi kule kule alikokuwa anapewa vitu anapenda. Alivyofika huko watu wakamvua mkanda, alafu ikanyonywa koni haraka haraka. Nini kitatokea sasa kwa mlokole huyo? Mlokole anapiga simu tu, analalamika tu kwa ndugu jamaa na marafiki. Mwanaume haeleweki. Mwanaume ameondoka, amekaa karibia wiki nzima hajarudi kwa mkewe. Leo ndo anarudi nyumbani kwa mke wake baada ya kumaliza wiki. Mlokole kaisha changanyikiwa, na yeye anaanza kunywa pombe. Usintanie, maana sasa ataongea na nani? Anashindwa kuongea na Wakristo wenzake, maana walokole akiongea nao wanamtangaza. Anamwambia Mungu, anaona Mungu anachelewa kujibu, inabidi auambie mtungi tu. Bwana we, ameongea na chupa hapa, amesema na chupa. Mwamba anarudi anamkuta mwanamke ameshalewa. Mwanamke anasema, wiki nzima umeondoka, uko wapi? Uko kwa mwanamke wako, si ndio? Kisa nimeshindwa kukupa. Mwanaume anasema, ndio, umeshindwa kunipa, unanipa penzi la kilokole. Mimi sitaki penzi la kilokole, nataka penzi la kichakalamu. Nataka unipe kama unaniuzia vile, unanipa penzi, unanibania bania wakati ni mke wangu. Ikatokea siku moja, kuna Mkristo mmoja akaja kumtembelea ubidada, kumuuliza kwa nini binti haendi kanisani sasa hivi. Binti anasema, kwa nini niende kanisani? Ili iweje? Ili ifanikiwe nini? Nimeamua tu kumtafuta Mungu wangu nikiwa nyumbani, kwa sababu sijaona sababu yoyote ya kukusanyika. Mimi nilipata matatizo ambayo niliamini ndugu zangu ni Wakristo, watu ambao nikiwaambia watanitunzia siri, ni watu ambao kwa pamoja tumekuwa tukimtafuta Mungu.
Ilikuwaje nilipokuja kusema? Zaidi nilionekana ni mtu wa ajabu, na kanisa likaanza kuhubiri matatizo yangu badala ya kuhubiri neno la Mungu. Watu wakayaweka moyoni maneno yangu na kuyasambaza badala ya kuisambaza Injili. Ulitegemea kitu gani? Mimi nishaachaga hizo habari za kuja kanisani kitambo. Sina time tena na kanisa gani lile, umbea mtupu, hakuna kanisa pale. Ni unafiki tu, vikoba tu vile. Kuna chochote pale, kama saluni tu ya wanawake. Bwana we, mambo ni mengi, muda ni mchache. Mwanaume ameleta kahaba mpaka ndani, vitu vinaendelea kujipa tu. Mlokole anaanza kwenda baa sasa hivi, analewa tu, maana anakosa mtu wa kumwambia matatizo yake. Huko basi akaokota mwanaume akiwa amezima, anakuja kushtuka, akili zinamrudia, yuko na mwanaume mwingine, wamelala mpaka asubuhi toka jana usiku. Jamaa anamwambia tulikuwa wote, ulikuwa vibaya kweli, ulikuwa unahitaji faraja. Binti akamwambia wewe, mimi ni mke wa mtu. Binti anarudi nyumbani anajuta kweli. Kwa nini amefikia hii hatua aliofikia? Mpaka amemsaliti mume wake wa ndoa. Analia kweli, anajuta, anaoga, anarudi nyumbani kwake, anatamani Mungu amsaidie, amsamehe. Binti yuko bizi anachiti, mume wake mwenyewe yuko bizi anachiti kwa mwanamke ambaye anampa namna ambavyo yeye anapenda. Binti akarudisha ujumbe kwa mchungaji, akaenda kumwambia wale washirika ulioniambia niwafuatilie, miongoni mwao kuna mmoja amesema hawezi kuja hapa kanisani kwa sababu hili kanisa limejaa unafiki, limejaa umbea. Watu hawahubiri neno la Mungu, wanahubiri maneno ya watu. Binti alipata changamoto, akaja kumwambia mama hapa kanisani. Mama akasambaza shida zote ambazo binti amekuja kuziongelea, na zilikuwa ni shida za aibu, shida za ndani. Imepelekea binti ameona aibu, maana kanisa lote linajua, ameacha, hataki kabisa kuja hapa kanisani. Mchungaji hajataka kulaza damu, akamwona yule mama na akamwambia Mungu akusamehe. Alikuja mwenzako hapa kuja kukuambia changamoto anazotia, akaamini utampa ushauri wa kiroho zaidi, ukaenda kumvunja, ukasambaza umbea. Kanisa zima likajua na mkaanza kumjadili kwenye vikao vyenu. Huo ndo Ukristo, si ndio? Hilo ndo kanisa, si ndio? Hivyo ndivyo utakavyoenda mbinguni. Nene akamwambia sikia, mimi siwezi kukusamehe. Kamuombe Mungu ndo mwambie akusamehe, kwa sababu hujanikosea mimi, umemkosea Mungu. Hili kanisa ni mali ya Mungu, sio mali yangu. Kwa hiyo kama umefukuza mshirika, umefukuza kondoo wa Bwana, mimi ni nani? Mimi ni mchungaji tu, sio mmiliki wa kondoo. Kazungumze na mmiliki wa kondoo, umemfukuzia kondoo wake, alafu yeye ndo anajua atakupa adhabu gani. Kama atakusamea atajua yeye. Binti akaona hii kesi imeshakuwa ngumu. Huku ndoa imeshakuwa ngumu kweli, baba anachiti, mama anachiti, kila mtu anatafuta utamu pembeni, wao wenyewe hawataki hata kupeana mapenzi kabisa. Binti akiona amemmisi mwanaume na mmewe aeleweki, anakuja kwa yule mchepuko wake, kinatupikwa kupepo, kina happen huko, watu wanakula penzi la kutosha kweli. Binti mlokole ameshakuwa chakalamu, analewa, anakuja anazini, alafu anarudi nyumbani kwa mume wake. Mwanaume naye akiona haelewi, anakuja kwa mchepuko, kinakuja kina happen kinoma noma. Ndo maisha waliochagua. Kila mtu akikaa ndani anamfikiria mchepuko wake, wakati ndoa iko ndani. Sasa wale ambao wana imani ya kweli hawezi kuruhusu kabisa kondoo apotee. Mchungaji akamtuma tena yule bidada aje azungumze na huyu kondoo. Wamekuja wamezungumza na huyu kondoo, wamezungumza kinoma. Huyu kondoo leo usiku akiwa amelala, akaota amekufa, mwili wake umesimama, unaamsha mwili wake, kiwiliwili kimesimama, kinaamsha mwili ambao umekufa. Binti akashtuka, ile ndoto ikamuumiza sana, akaona hii ni message Mungu ananipa, huenda huku nako kimbilia. Uasi naoendelea kuufanya, ulevi naoendekeza na umalaya ambao nimeushika sasa hivi, huenda naweza nikaja kufa kwenye hizi dhambi. Binti akaona amrudie Mungu, alilia sana, akamuomba Mungu. Akamwita yule bidada anayekujaga kila siku kumwambia arudi kanisani, wakaanza kufanya maombi kwa pamoja. Walifanya maombi na akarudi kwa yule mwanaume ambaye anafanya naye mambo ya ajabu, akamwambia mimi nimeolewa. Mwanaume hajataka kuelewa, akamfuata mpaka kwake, mara mumewe kamfumania, ukatokea ugomvi. Kipindi ambacho binti ameshaamua kumrudia Mungu, ndo mambo yanakuwa mengi, unatokea ugomvi, anagonganisha magari. Mume wake wa ndoa anamfumania na mwanaume mwingine, ugomvi unakuwa mkubwa. Binti inabidi aje atubu, akili kwa mmewe. Ni kweli alimsaliti, alikuwa anatembea na yule mwanaume ni kwa sababu ya hasira tu. Mwanaume amefoka kweli, hataki kusikiliza, hataki kusikia toba ya mkewe, ila mwanamke anamaanisha kweli ameamua kubadilika, kwa sababu hata kwenye ndoto amejiona atakufa, asije akafa kwenye dhambi za ajabu. Kamfuata mwanaume akamwambia, yote tuliyafanya kipindi cha dhambi. Sasa hivi mimi nimeamua kumrudia Mungu wangu, kaa mbali, ninaiheshimu ndoa yangu. Binti akaanza kwenda kanisani, maombi ni ya kutosha, wanafanya maombi,
wanashirikishana ili wasaidiane. Akafuatwa yule ambaye alimwambia binti siku ile kuwa kanisa zima linajua, anayehusika kusambaza maneno. Akaambiwa, wewe sikia, wewe ni bora utupishe hapa ndani kwa sababu unahusika kutawanya kondoo. Kama hautataka kubadilika na kumrudia Mungu, ni vyema wewe ukaondoka. Mwanaume yuko bize, yeye anaendelea kufanya vitu vya ajabu, mke wake ameamua kubadilika. Lakini leo mwanaume, maombi amepigwa huko kanisani, walokole wameomba mpaka mwanaume naye ameamua kubadilika. Ameenda kanisani kuungana na mkewe, wako kanisani, wamrudie Mungu, awasamehe kwa vile ambavyo walikuwa wakivikosea, warudi watengeneze mwanzo wao mzuri, mwanzo mpya ambao unamtukuza Mungu. Hata mapenzi sasa hivi wakifanya, watafanya mapenzi ya kistaarabu. Kuna baadhi ya mitindo na staili zingine ni za kuzimu. Umeokoka lakini unavyompelekea leo kinyang'au kishetani kabisa, mpaka mnaanza kufanyana vitu vya ajabu kabisa. Eti mchungaji anasema kitandani hamna wokovu. Hamna wokovu, lakini pale ndo shetani anaweza akapitisha mpango wa shetani pale, ukajikuta umefanya kitu ambacho hakitompendeza Mungu. Wokovu huko kila sehemu. Ukisema kitandani hamna wokovu, manake ukipanda kitandani na mkeo, Yesu mnamwacha sebuleni. Au kama umeamua kuokoka, popote ulipo uongozwe na Roho Mtakatifu. Hata kulifanya tendo uongozwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu usipoongozwa ukaongozwa na mwili na hisia, shetani anaweza akatumia hisia akakuongoza, akakupanda, ukampanda mkeo isivyostahili kupandwa, ukamkosea Mungu. Sasa wewe endelea kutuhubiria hapo, unatuambia ukipanda kitandani ulokole weka pembeni. Ndiyo, weka pembeni ulokole, lakini mwache Roho Mtakatifu akuongoze. Nakuja kumla mtu jicho na mambo yenu hayo. Bye bye.